Kasamwa kimya sana, majirani wanajua, lakini hawasemi, wanatazama tu. Alikuwa binti wa Kasamwa, ndoto kubwa kuliko shamba lao. Alitamani sauti ya mtoto ikimuita mama jioni. Mumewe akacheka tu, kwa nini haraka hivyo? Kila mwezi anahesabu siku, analia bafuni peke yake. Wazo batili limeniunguza roho yangu. Nilitafuta njia ya karibu, nikipotea zaidi. Wazo batili, nilijidanganya ni kwa upendo. Sasa vumbi barabarani, ndiyo shuka yangu ya mwisho. Shakwambia toka. Hebu toka. Sikiliza wewe mwanamke. Sawa? Nikiona umerudi tena huko ndani na kukata shingo. Lakini mume wangu, mimi nilifanya hivyo kwa sababu ya kwa ndoa yangu. Lakini sasa hivi msalaba tu unaniangushia mimi, ukweli mume wangu. Ndoa yako ya nyoko. Yaani uokoe ndoa kwenda kuchiti huko. Uniletee mwana mtoto wako ambaye yani sijui babake yupoje, sijui ni kabila gani, afu unakuja kunilimbikizia huko ndani. Lakini Mungu, wewe ndio ulikuwa chanzo kusema kwamba mimi ndo na tatizo. Kumbe ndio mwenye tatizo. Sikiliza wewe mwanamke. Sikiliza wewe mwanamke, mkaaba tu, mpumbavu mmoja tu. Toka kwangu. Uniletee masiara mimi. Shika. Kwanza mwanawe kwa. Chukua mwanao ondoke. Sheze. Naondoka ile utalilipia. Nilipie? Unanitishia mimi wewe? Unanitishia mimi? Wewe uliza mimi kabila gani? Wewe unijui vizuri wewe. Shambani. Swala la mapenzi kwa umri wako wewe bado sana. Kivipi yani? Yaani wewe bado ni mtoto mdogo. Yaani ukisema uchanganye sasa hivi mapenzi na jinsi tulivyo sisi hivi, maisha yetu yenyewe ya shida haya. Ukisema uanze kufuata mapenzi utapotea ndugu yangu. Yaani ni utaisha tofauti na unavyofikiria wewe. Yaani kweli. Maana maisha yetu ni ya shida. Kwanza sasa hivi wewe ulifaa uwe darasa la 7. Umekula uniform yako hapo, umetulia shuleni, safi kabisa. Lakini ukisema kwamba tu uende wewe mwenzetu vipi? Frank. Mimi sio kiwanda. Unaelewa? Mimi sio kiwanda. Taratibu sasa. Vipi mjomba? Una nini kwani? Unaelewa? Sasa utamchoma mwishowe sasa hapo dogo godi. Wakaka unamuelewa huyu? Mimi nimuelewe wapi? Kwanza ananichukuliaje mimi? Wewe mwenzetu ananichukuliaje mimi eti? Tueleze shida iko wapi? Maana sisi tujaelewa. Yaani unapata huyu mwanamke ambaye nikuja naye hapa. Nafanya mimi mpumbavu. Yaani damu yangu mimi anampa mwanaume mwingine. Kwa kumbe alikuja hapa kwa lengo la kuvuna eti. Ni shamba yani. Mimi lakini nilikwambia kwamba yule mwanamke ana mwanaume wake. Tena nimeona kwa macho yangu mawili wakitoka ndani ya gari. Lakini hukutaka kunielewa. Wewe unataka nikuambie kwa ushahidi gani labda ungenielewa? Na hilo panga sasa. Kia. Deo. Hasira zako utakuja kutuumiza sasa. Hem, leta hili panga lako kwanza tu. Tulia basi. Utakuja kutuumiza na mapanga hapa. Hauna sasa hivi umempiga kisa hasira zako huko na mwanamke wako. Kwa unataka kuniua au vipi? Hem, leta bana Deo hili panga tuliweke huko ndani. Tulia sasa. Shusha hasira chini. Tueleze shida nini? Kwa huyu mtoto yuko wapi sasa? Mpeleka kwa bibi yake huko. Wapi? Kwa bibi yake nini usichokelewa hapa? Hapo utakuwa umefanya jambo la maana. Yaani mwanangu atakuwa kivyo vyote vile. Atakunywa hata maziwa ya ng'ombe atakuwa. Afadhali kuliko kufanya wewe mtu mpumbavu mjinga. Haiwezekani wewe umpatie ujauzito akafaidike yeye na mume wake. Hilo swala haliwezekani. Hata mimi hilo nakuunga mkono. Easy. Yaani asingoje nikwambie kitu kufanya. Sawa. Yaani kuna watu wanataka wanifanya yani niingilie kazi ya Israeli yani. Naona kwa asili ulizokuwepo nazo. Lakini maamuzi uliochukua ni maamuzi ya kiume. Umefanya jambo la msingi sana. Hata haiwezekani mimi damu yangu, mtoto wangu alelewe na mwanaume mwingine.
Mimi nilikwambia yule amefuata kitu kwako, na kitu chenyewe ndio hichi hapo sasa. Aliona kwamba mume wake wewe ana matatizo, ndio maana akaamua kukutumia wewe Deo. Bani. Ana nini wewe? Nilimwambia kwamba mapenzi yanauma. Sasa hivi hatimaye ndo anagundua kwamba mapenzi yanauma kweli. Ndio hivyo. Kwa hiyo mdogo wangu na nilivyokuwa nakwambia, achana na mapenzi. Yatakukuta kama aliyomkuta hapa Deo. Nimeshaamini kwamba mapenzi yanauma. Kaza mdogo wangu. Kaza. Sasa twende kwenye zile mihangaiko zetu. Tumwache tukafuate yale makopo maana kila mwaka tumbo wazi, unaniona mimi ni nani? Sio mume bali shamba, unavuna mbegu unaniachia pumba. Aneti. Mama yangu. Karibu. Asante. Karibu tukae. Asante. Habari za hapa nyumbani Aneti? Ni nzuri, za huko. Nzuri vipi? Sasa, mbona huonekani? Mimi wewe. Wewe. Utakuja kwangu kunitembelea amna? Jamani, Mariamu hajambo? Hajambo kabisa. Naambie. Mshugaya. Jamani, hata sijagaya majukumu ya hapa na pale. Majukumu ya wapi? Hivi una habari kuhusu mtu ameweza kupiga na mama yake? Kisa nini? Sasa swali lake lile la kutobeba mimba kwenye ndoa yake. Si alikuwa na mtoto lakini aliamua tu kuchukua kijana mwingine mtaani ampa ujauzito ila akamdanganya mume wake. Kweli ndio hivyo. Kwa kaenda kumwambia kwamba mume wake hii mimba ni ya kwako? Ndio. Kweli mume wake alijiuliza kama huyo mtoto sio wa kwake. Siku moja alikuwa anatoka sokoni na mfanyakazi wake. Walipokuwa anatoka sokoni wakakutana na yule kijana. Walipokutana yule kijana, sasa yule kijana akawa anadai nini? Mtoto. Yaani amedai sana mtoto, akanitoa maneno makali. Hatimaye akatoa nini? Akatoa panga. Usiniambie. Kweli akaanza kumuonyeshia panga. Alivyomwonyeshia panga mfanyakazi kumbe ameweka wapi? Kichwani. Alipofika nyumbani akamwambia yule mume wake. Hivyo unajua hilo ni wazo batili kabisa. Angevuta subira kidogo. Afili subiri. Mbona hiyo story kama vile yani naielewa? Unaijua? Bwana huyu Miga huyu. Ni rafiki wa mume wangu. Basi inawezekana mwanaume ndo alikuwa na matatizo. Labda ni mwanaume. Sasa kwa nini yeye alikataa? Maana ukimshauri yani anaondoka kimya, hajibu chochote. Aya shogangu, mimi nilikuwa napita nenda zangu kwenye vikoba. Vipi nisindikize? Ningekusindikiza ila mama hayupo. Haya bwana, ngoja mimi niwahi kwenye vikoba. Basi shogangu, fike salama. Msalimie Mariamu. Uje na wewe umuone. Nitakuja shogangu. Haya shogangu, kwa heri. Haya. Samahani, nataka kuambia kuhusu dada. Kafanya nini? Juzi tulipokuwa tunatoka sokoni, tunataka tukutane naye. Akaanza kuulizana na dada. Nilikuwa kuulizana kuhusu mtoto. Inaonekana kaka wale walikuwa na mahusiano ya zamani. Sababu mpaka akamtolea panga kumtishia dada. Mlikuwa wapi?
Sema naitwa nani? Deo. Ni vipi huko lakini? Ni nzuri. Mama anachana. Poa. Ameshamaliza kulima ile shamba au? Shamba tumemaliza ila bado tunayapaliza. Mimi kulima nimeshasahau. Unajua tangia kipindi kile kabisa naanza juu. Bado sijaenda shamba. Sasa najiuliza hapa hivi. Kwenye likizo niende nikalime. Nitakiwa usome kwa sababu shamba ni ngumu. Na ninasoma. Unajua tena maisha yenyewe magumu. Shida kujitahidi. Niambie sasa. Vipi mama anaendeleaje huko lakini? Mama yuko poa. Misi yani. Ila sasa. Mapalizi kubwa huko inatusumbua. Kuna kama siku ngapi unaondoka tena? Inafanya kupata siku mbili. Acha. Mmoja tukusalimia. Ndio tukusalimia baadaye ni mdogo. Bila masomo. Sawa, ni jambo jema. Vipi udogo anaendeleaje? Kama unavyomuona hapa hivi. Masomo yake yanaendelea vizuri. Dada huyo. Anapiga sija anasemaje? Ngoja nimsikize. Sija anasemaje? Halo? Shika. Kwa sasa hivi inakuaje sasa? Tunafanya nini? Shida hivi lakini jamani. Basi ndugu wangu, unalia nini? Shida ni niambie basi. Shida ni nini? Niambie, sio nalia tu. Tuambie basi shida ni nini? Nyamaza, tuambie. Basi nyamaza. Tuambie basi shida ni nini? Kuna msiba? Hakuna kitu. Tunataka kufukuza nyumbani kwake. Jamani, nyamaza basi mdogo wangu, nyamaza. Nyamaza basi, ambie basi. Saiko hivi. Bali kasema hivi kafukuzwa nyumbani kwake. Yaani mama yake kamtimua kule nyumbani kwake. Sasa ongea, nyamaza basi, nyamaza. Basi nyamaza mdogo wangu, basi nyamaza. Nyamaza basi. Basi nyamaza. Nyamaza sasa. Nenda nipera ada mimi jamini ngusu. Ada yenyeisha fukizi daftari. Nyamaza basi. Machoni naona pete yangu iking'aa kama hukumu mkononi. Wazo batili linanitesa kichwani. Naona uso wake kwenye kila tendo, giza linaponiita. Wazo batili linanipa kichefuchefu. Nimemsaliti ili nipate damu yake ndani yangu ikikua. Nitahesabu dhambi moja zaidi
nimechagua asiye wake, nimemkosea aliyenioa.